nitakuja kukupasua, nitakuja kukufanya vibaya. Nishasikia kitu hapa, toka paka laba. Nenda nje. Nje, sina mama, mimi sina mke na bwana Isa. Bwana Isa. Nitakuja kukufanya, toka bwana. Wewe vipi wewe? Unachukuliaje mimi wewe? Yaani unanifikiriaje, unanionaje? Yaani usiniona mimi mfupi mwenyewe nalinga. Sawa bwana, mimi mwenyewe napendwa. Yaani usinione hivi, ila nakaza roho. Umeona nimekaa na jitu jeupe, nikaona kama wewe mzungu, kumbe Mchina, sijui Mjerumani. Toka waenda, ondoka na mimi sitaki kabisa. Mume wangu jamani. Halo. Nisamehe. Nitakupiga guu. Maisha haya yana replay. Ulichokosea jana leo kinakufuata. Hii ni kafa jana, machozi leo. Ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi yale yananifuata, tanijifiche wapi? Maisha nanifundisha kwa gharama. Kafa jana, lakini adabu ni leo. Nilitembea gizani nikidhani ni sawa. Ndugu yangu, nimekuja kwako, nahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwako. Leo kipindi narudi kutoka dukani, kipindi naingia nyumbani kwangu, nikamkuta mke wangu ameshika simu yangu. Na sijui nimejisahau vipi mpaka nikaiacha ile simu nyumbani. Nimemkuta ameshika simu yangu huku machozi yakimtiririka. Moja kwa moja sikutaka kwenda pale kwake, kwa sababu mimi naamini kabisa mule kuna meseji kaziona. Na sasa mwenyewe unafahamu, huwa mimi na chat na yule demu anaitwa Habiba. Unamjua mwenyewe yule. Umeona bwana? Kwa hiyo nikawaza kabisa, nikajua moja kwa moja yule atakuwa kaziona zile meseji. Basi mimi nikarudi nyuma taratibu, kwa sababu mke wangu namjua. Ningeenda pale ingekuwa changamoto nyingine. Kwa hiyo lengo la kuja kwako ndugu yangu, mimi na wewe huwa tunasaidiana kwenye mambo mengi sana. Nilikuwa naomba na hili pia ulibebe. Ikiwezekana ukaongee naye, yani ukaongee naye ujue hili swala. Unitetetete tu ujue hapa. Yani ujue tu kama unapiga pigaje ili niwe sawa pale nyumbani ninaporudi, ni swala liwe limenyoka. Tawile. Waswahili wanasema mzigo mkubwa mpe Mnyamwezi. Kwanza nikupongeze, umefanya jambo la maana sana kunifuata hivi sasa. Kwa sababu hata mchuzi wa mbwa unafaa unywe ukiwa wa moto. Ukishapoa tu haunyweki. Lakini jambo lingine mimi ni kulaumu. Ukishajijua una mambo mengi, kwa nini unaruhusu mke wako ajue password za simu yako? That is a mistake, bro. Lakini mimi sijawahi kumuonesha password yangu. Na password yangu haijui hata kidogo. Yaani kama hazifahamu password zako, amewezaje kuzisoma hizo SMS? Hilo ndio linaniumiza kichwa kaka. Na inawezekanaje mtu aishike simu hawa anaangalia kipindi ina loki anakutoa machozi? Mimi yani unasema utakuwa umejikanyaga. Ila sawa. Hapa ulipo umeshabananga, sawa Na hili swala sina budi kulivalia njuga. Kwa sababu hili ni tatizo. Mimi nitavaa viatu vyako. Nitasema ya kwamba huyo mwanamke Habiba ambaye inasemekana wewe umechati naye, haukuchati naye wewe. Huyo ni mwanamke wangu mimi, na mimi nilitumia simu yako kuchati naye. Nadhani atanielewa. Hakunaga mkate mgumu mbele ya chai. Mashemeji sisi huaga tunasikilizwa sana kuliko wewe mwenye mali. Sisi tunaweza tukajenga ama tukabomoa. Wewe nenda kanyoshe kaka. Mimi nakuaminia. Basi usijali. Pole sana shemeji. Bila shaka umehudhunishwa na umefedheheshwa kulingana na SMS ambazo umeziona kupitia simu ya mume wako. Ila nisamee mimi, kwa sababu mimi ndiye ambaye nilikuwa nikichati na huyo mwanamke. Sikuwa na salio kwenye simu yangu. Nilitumia simu ya mumeo kufanya hivyo. Kwa hiyo samahani sana.
Unazungumzia nini shemeji? SMS? SMS zipi? Mimi sizungumzia SMS hapa. Ni kwamba simu ya mume wangu tu ilikuwa inaita ndani kama mara kadhaa hivi, ndipo nikachukua jukumu la kuipokea. Unajua Shemu, yani Habiba mimi ndio nilikuwa nikicheti naye, na hata nikisema nikimpigia Habiba utaona anapomwagika akiwa anaongea na mimi. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani be free tu, ndio maana nakuelekeza ili moyo wako wewe relax. Ni simu ilikuwa inapigwa, nikapokea. Na imetoka huko kijijini kwa mume wangu. Aliyekuwa anapiga ni mjomba wake. Na kuna taarifa amenipa. Akaniambia nisimwambie mume wangu. Basi kumbe ni taarifa nyingine. Kuhusu hiyo taarifa ya kijijini, mimi sifahamu chochote. Sidhani hata yalisi labda hizo meseji. Kumbe jambo jepesi, hamna shida. Nikajua labda shemeji utakuwa umemind kwa vile kuona hizo SMS za Habiba wangu. Kama hivyo ndivyo basi hakuna shida. Kunani huko kijijini? Kuna shida gani? Hapana shemeji. Siwezi kukwambia chochote kuhusu hizo habari. Kwa sababu wewe huna tofauti na mume wangu. Najua tu nikikupa wewe hizo taarifa ni lazima utaenda kumwambia na yeye. Hapo kisu kimegonga kwenye mfupa. Basi kama kikubwa ni amani tu, mimi nadhani haina shida. Nikutakia siku njema shemeji. Karibu tena. Kuwa na amani, lakini huzuni weka kando. Life is too short shemeji. Ubaki salama. Nilitembea gizani nikidhani ni sawa, nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Marafiki walionya, sikutaka kusikia. Toka sio na afadhali nimekukuta wewe mwanamke. Toka njoo. Sawa, nakuja. Sasa sikupi punzi, nakupa maongezi. Mwambie mumeo aache kutoka na mke wangu. Je, umenielewa? Anachokifanya sio kama mimi sikiwezi. Ninakiweza na naweza kukifanya kwa njia yoyote, naweza kukifanya kwa namna yoyote. Mwambie achane na mke wangu. Ndio full stop. Sawa? Peleka ujumbe huo. Tusije tukapelekana pabaya. Mimi naujua uchawi. Yaani ndo hapo ndo napokamatia watu hapo. Niko vizuri na waganga, na wajua vizuri tu, mimi kupigana siwezi. Machozi leo. Mambo hayo. Kashaenda kuibumbuliwa na lingine tena. Jamani, yani ni majanga juu ya majanga. Hili halijaisha linaibuka lingine. Hili halijaenda linakuja lingine. Hivi mwanamume mpaka lini jamani? Lini ataacha? Maisha haya yana replay ulichokosea jana, leo kinakufuata. Amini ninachokwambia rafiki yangu, wala jambo halikuwa zito kama vile ambavyo ulivyokuwa unafikiria. Kwanza nilivyoenda nikamtazama the way jinsi alivyo, nikashuka nikatiririka, nikamwambiaje, huyo Habiba ni wa kwangu mimi. Nimechati tu katika simu ya swaiba wangu, ila swaiba wangu hausiki na chochote. Cha ajabu sasa, kumbe mkeo hakuwa na shaka na wewe hata kidogo. Na inavyoonekana hata hizo SMS hajaziona la kuzisoma. Na pengine hata lock ya simu yako akawa haijui. Si unanielewa? Ila alichoniambia amepigiwa simu kutoka huko kijijini kwenu. Nilipojaribu kumdodosa kuna issue gani, hakutaka kuniambia. Ila na imani atakuambia. Na hisi ni mambo tu ya kifamilia huko kijijini kwenu. Kwa hiyo kuhusu swala la Habiba, kuwa na amani. Hajui chochote kile kuhusu Habiba. Sawa ndugu yangu. Sina sababu ya kutokuamini. Lakini mke wangu mimi namjua vizuri. Ni mtu ambaye mjanja sana kwenye matukio kama haya. Na mara nyingi huwa hapendi kabisa matukio kama haya kuyashirikisha watu. Sasa usikute wewe kakujaza. Nasemaje? Sina mashaka juu ya hili. Mimi nimeenda, nimemtazama mke wako, nimezungumza naye, nimefahamu kitu gani ambacho yeye yuko nacho kwenye kichwa chake.
si masuala haya kabisa, ni masuala ya huko kwenu. Niamini mimi, uliniagiza, nimetekeleza. Sadiki maneno yako. Sawa, acha niamini hivyo sasa. Sasa mimi nadhani nikuache kidogo. Nikuache kidogo. Hapa nadhani panatosha nilipokusindikiza. Sawa sawa. Kwa hiyo tuonane wakati mwingine. Hamna shida gani. Shukrani sana. Leo kinakufuata. Hii ni kafa jana. Kafa jana. Machozi leo. Maisha haya yana replay. Ulichokosea jana. Inawezekanaje huyo mjomba wake akwambie kabisa eti usimwambie kwamba mume wako mama yake mzazi amefariki? Hilo jambo libaki kuwa siri yako. Lakini la pili anakuambia uende ukazike ukiwa peke yako na usiende na mume wako. Hiyo imekaje kaje hiyo? Kwa nini iwe hivyo? Kaka, hivi ndivyo alivyosema mjomba wake wakati anipigia simu. Akaniambia yani na mume wangu hatakiwi kujua kabisa kama mama yake amefariki. Tena ikiwezekana niende mimi mwenyewe. Yaani hapo ndo kinachonishangaza zaidi. Nawezaje sasa? Machale kunde saa. Nishakuwa na machale. Kuna kitu naanza kukihisi hapo tukiko tofauti. Inawezekana dada yangu atakaopelekwe huko katolee kafara, labda pengine ulimkera, sijui mama yako mkwe alipokuja, sijui ilikuwa tatizo gani. Sasa basi, hautakiwi kwenda peke yako. Sawa? Unatakiwa kwenda na mume wako na kuamuru kaka yako na kwambia aje. Nenda kamwambie mume wako habari ya msiba. Tena mwambie na habari ambayo mjomba wako amekwambia usimwambie yeye. Ili mradi tu ajue kwamba hata ndugu zake pia swala la kwenda kuzika walikuwa walitaki. Sasa kama kutakuwa na ugomvi wote katika familia yake, akienda huko akaumalize ugomvi wake. Ushaelewa sijui? Ndio maana yangu kubwa. Lakini ukisema ubaki nalo wewe tu katika moyo wako, wewe sio familia yako ile. Sawa? Kaka, haiwezekani. Mimi mjomba kanisisitiza kabisa, kaniambia nisimwambie mume wangu. Mjomba kwani mjomba wako? Mjomba wako si yule, sio mjomba wako. Sawa? Mjomba wa mume wako. Anapokuambia usimwambie, ungemuuliza kwa sababu gani? Hujamuuliza hata kwa sababu gani? Unakuja kutoa machozi, mara sijui kitu gani. Hapana. Mwambie ili aweze kujifunza pia mume wako kama sehemu amekosea katika upande wa familia yao. Haya, mfano tu kama hapo alipo sasa mama yake amefariki, anaambiwa asiambiwe yeye. Haya, akifa yeye na anamzika katika upande wa ndugu zake. Unatakiwa kumwambia ili ajijue kabla hajakufa. Hapo yuko hai, ajue kwa ndugu zangu kumbe nilikosana nao hivi. Hata mama yangu hivi amefariki, anaambiwa mke wangu mimi nisiambiwe. Kwa hiyo anajifunza akiwa yuko hai. Ushaelewa? Au kama wewe utashinda kwenda kumwambia, mimi nitamwambia mwenyewe kwa kinywa changu. Kaka, unawezaje sasa? Usimwambie chochote, mimi naogopa. Mbona changanyikiwa? Nisimwambie kwa sababu gani? Kuna haja kubwa ya kumwambia, lazima aelewe hili. Kama wewe utashinda kumwambia, mimi nitamwambia kama mtoto wa kiume mwenzangu. Nitamwambia bwana wewe umewakosea ndugu zako, wewe unalaana. Haiwezekani mama yako anafariki unaambiwa wewe usiambiwe, huu ujinga na mchana. Ili mradi tu aweze kubadilika katika mwenendo yake, labda pengine ndugu zake walikuwa ajali huko wala thamini huko kijijini. Sawa? Hakuna shida yoyote, wewe niamini mimi. Nimekwambia namwambia naondoa hofu. Sawa? Leo kinakufuata. Hii ni kafa jana. Kafa jana. Machozi leo. Yaani sidhani kama mume wangu atanielewa tena. Jana usiku mume wangu kasoma meseji zote tulizokuwa tunachati. Yaani nachanganyikiwa. Sijui kama atanielewa. Sasa wewe imekuwaje mpaka simu yako umeiweka rehani? Anashika simu yako, anatoa password mpaka anaangalia message. Ilikuwaje? Unajua tena sio kila siku utajilinda. Inatokea. Na unajua kabisa siku za mwezi ni 40. Inawezekana jana ndio ikawa siku yangu ya mwisho kujulikana. Ningejizuia vipi? Ishakuwa changamoto. Na isitoshe mimi kichwa changu kina mambo mengi sana kwa muda huu. Sasa sikia. Wewe rudi nyumbani kwako. Sawa? Kakae na mume wako. Afu angalia kwamba pressure yake ipoje kwa muda huu. Kwamba ana tempa ya juu au ana tempa ya chini. Na kimetokea kitu chochote huko basi utanijuza. Wewe mtu anje unaongea tu. Wewe mjui mume wangu. Yaani unaongea tu. Mume wangu anagubu. Yaani hapa sijui hata, yaani nikiingia tu nahisi nitatoka na bonge la teke. Wewe mjui vizuri. Anaongea kama kitu gani? Leo kinakufuata. Ila sawa. Acha nikajaribu kuangalia. Labda tempa yake imeshuka au vipi? Hii ni kafa jana. Tumia nafasi yako kama mwanamke. Wewe fika pale Mlagae, jirahisishe.
mwenyewe nadhani unayafahamu madhaifu ya mume wako, sasa unashinda kutumia nafasi hiyo bwana, kila jambo likae sawa. Fanya hivyo. Basi baadaye. Maisha haya yana replay ulichokosea jana, leo kinakufuata. Hii ni kafa jana, kafa jana. Machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi ya leo yananifuata, tanijifiche wapi? Maisha nanifundisha kwa gharama. Kafa jana, nitakuja kukupasua, nitakuja kukufanya vibaya. Nishasikia kitu hapa, toka paka laba. Nenda nje. Nje, sina mama, mimi sina mke na mbona hizo bwana. Nitakuja kukufanya, toka bwana. Wewe vipi wewe? Unachukuliaje mimi wewe? Yaani unanifikiriaje, unanionaje? Yaani usiniona mimi mfupi mwenyewe nalinga. Sawa bwana, mimi mwenyewe napendwa. Yaani usinione hivi, ila nakaza roho. Umeona nimekaa na jitu jeupe, nikaona kama wewe mzungu, kumbe Mchina, sijui Mjerumani. Toka waenda, ondoka na mimi sitaki kabisa. Mume wangu jamani. Halo. Nisamehe. Nitakupiga guu au nikupiga guu la shingo? Toka siku nitakurukia 4K mimi. Au nikupiga 68. Yaani mwanamke unakuwa malaya, mwanamke unakuwa uelewi. Yaani mwanamke unakuwa fezuri. Jamani! Hey! 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 Napata uchizi mimi. Hey! Niache mtoto wa mwanamke mwenzio. Mtoto akizalamu si enjoy. Kwa nini? Nataka mtoro. Nitoke mapovu bado mtoto mbichi. Hey! Kama nimewadunia. Toka. Mwizi. Toka. Malaya. Huyo kisofa ndo nani? Kaka, ni yule kaka ambaye ana genge hapo hivi kama jicho lake bovu hivi moja. Sasa mkewe ndo anaitwa Susan. Alikuja hadi nyumbani, akaniambia mwambie mumeo aachane na mke wangu. Ndio, Suzana namjua, alikuwa anauza kacholi pale shuleni, shule ya msingi. Kwa yule Suzana naye mbona kajishusha sana? Kajishusha Suzana mrefu. Unajua unachokizungumza wewe dada yangu. Muda sio mrefu nimetoka kukiona hiko. Nilimuona shemeji akiwa na huyo mke wake na huyo jamaa unayemsema. Walikuwa wamesimama sehemu hivi. Wao mimi walikuwa hajaniona. Nilipowaona nikasema shemeji akiona anapita hapa hata mimi namchunguza. Inaonekana mimi nina wivu tena wa dada yangu, nikapita kushoto. Nimepata kitu hapa. Anakosea sana. Kwa hiyo anaendelea kwa mume wangu na mambo yake yote anayoyafanya. Kaka nachoka. Nachoka. Ninachokiona kwa sasa ni dai tu talaka yangu. Hapo unapokosea hapo. Umenelewa? Hapo ndipo unapokosea dada yangu Daya. Unajua sisi tumezaliwa wawili. Mimi na wewe. Wazazi wetu walikuwa wawili, baba na mama. Lakini wote wametangulia mbele za haki. Walivyotangulia mbele za haki tu, maana yake majukumu yameniachia mimi. Yaani mimi watakuwa kunisikiliza kwa umakini. Na ndio maana niko hapa sasa hivi na kwenye shida yako mimi nabeba. Naomba unisikilize mdogo wangu. Hautakiwi kuchukua maamuzi kama hayo kwa wakati kama huu. Tambua mume wako sasa hivi ana wakati mgumu. Hayo mambo ambayo unayazungumzia wewe ya kutuma message sijui ilikuwaje kwa mke wa mtu, pengine ilifanyika jana. Na umepewa taarifa ya msiba leo kapata taarifa ya msiba. Mimi wazo langu mungefatana wewe na mume wako mpaka huko kwenye huo msiba huo. Ukaenda ukazika, alafu badala ya kumaliza kuzika unarudi naye hapa mume wako. Unamwambia kuna kikao kwa kaka. Nitamuuliza. Akinijibu broken, hapo nitamwambia bwana mpe talaka yake. Lakini kama atajitetea vizuri, kwa sababu wanaume kwa kujitetea sana wanaume malaya wanajitetea sana. Akajitetea vizuri basi mahakamani kwenye unaambiwa kujitetea basi hapo unaweza tu kutoka mibio ukakimbilia mbele huko. Hiyo nayo inaruhusiwa. Kwa hiyo kama atajitetea vizuri tutasema basi tutamwacha, nitakwambia vumilia ndoa. Kama hatojitetea vizuri atatoa talaka, lakini tuzike kwanza. Umeelewa? Na kama mimi ningelikuwa na nauli basi ningesema tufuatane wote. Tuendoke wote watu watatu.
mimi, wewe pamoja na shemeji kwenda kwenye kuzika. Tukirudi tunakaa kikao. Lakini kwa sababu pangu pakavu, mwenyewe unaelewa maisha yangu, wewe nenda tu dada, patana na mume wako na mkazike. Mkisharudi hapa tutakaa kikao. Usiwe na hasira kama hiyo. Hiyo hasira ilikuwa ya bibi Nyakinyogo. Nyakinyogo akiwa akilishikaga kwake unaambiwa muda mwingine anasusa hadi kula. Nyakinyogo la mchinja kuku anagoma kula. Usiwe na hasira ya bibi. Ushaelewa? Yaani kaka, mimi nakuheshimu wewe. Yaani ningekuwa sio wewe hata nisinge. Ndivyo unavyotakiwa. Lazima usikilize kauli ya kaka yako. Unapokwenda kwa heshima ndio inavyotakiwa. Haya, nenda mbilini sasa. Ukapange na mume wako, muende huko kujiguzika. Mtanipa taarifa, nitakuwa nakupigia pigia simu. Haya, futa machozi. Futa machozi katapila, msiba sio wako, msiba wa mkweo. Mdogo wangu unalialia sana, msiba wenyewe kafa mama wa mume wako. Wakati sisi hapa tumefiwa na mama yetu. Huyu shemeji yangu anafumaniwa guest. Na dada yetu kamata nyumbani. Afu unamlilia mama yake. Endeni kazikeni bwana. Mimi naulizwa kama sina naye siwezi kwenda. Maisha haya yana replay ulichokosea jana. Mpaka nimekuita hapa bwana shemeji kutokana na matatizo yaliyotokea. Mimi sio mbabaishaji wala sijapinda pinda, mimi nimenyooka. Wewe bwana mkubwa una matatizo na ndugu zako. Wewe katika upande wa mama yako hamko sawa. Mpaka inapelekea mama yako amefariki, wewe hujui. Usishtuke. Ndio maana nakwambia mimi nimenyooka. Ulichokosea jana. Mke wako leo kapigiwa simu na mjomba wako kutoka kijijini. Leo kinakufuata. Tena mjomba wako anampa taarifa ya msiba wa mama yako. Na akamsisitiza dada yangu mie kuwa wewe asikwambie kama mama yako amefariki. Sasa si mna ubaya nyinyi katika familia yenu? Bwana shemeji, sijakuelewa vizuri. Mama yangu mimi amefariki? Umekuwa mbogoso? Yaani iko hivi, mama yako amefariki. Mjomba wako huko kijijini amempigia simu mke wako. Amemwambia kwamba asikwambie wewe kama mama yako amefariki. Lakini amesisitizwa yeye aende akamzike nani? Aende akamzike mama yako. Yaani mama mkwe wake yeye akamzike, alafu wewe mtoto wake usimzike. Nikasimamia kama kaka kuna tego hapo. Lakini mimi nikasema nitakwambia ukweli. Hata kama ndugu zako walimwambia dada yangu asikwambie wewe, mimi nitakwambia, nitachukua nafasi hiyo sasa kukwambia. Ndio ukweli uko hivyo. Mama yako amefariki kijijini. Nenda ukamzike mama yako. Lakini pia kaa vizuri na ndugu zako, watakutenga. Asante kwa taarifa shemeji. Ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi yale yananifuata hata nijifiche wapi. Maisha unanifundisha. Unajua dada yangu mimi kuna wakati paka namuonea huruma. Kitu gani kilichomfanya mpaka mpenda huyo onekana punguani ana akili huyo? Usikambo twae huyo. Kafa jana. Unagombanaje na wazazi wako mpaka mama yako anafariki unaambiwa wewe usiambiwe? Hiyo mbaya. Mimi bwana nimemwambia bwana, nataka kama ndo masuala yenyewe ya kutoka kumwambia sio kitu gani. Mimi nimemwambia huu msiba wa mama yake hawezi kufichwa kwa kifo cha mama yake, anafichwa vipi hata kama kafanya baya hilo. Na ndugu zake nao mapunguani kama huyu. Maisha haya yana replay ulichokosea jana. Leo kinakufuata. Pole sana rafiki yangu Mwatuanji. Shapoa ndugu yangu. Natambua thamani ya mama. Mwanamke anaanza kuteseka akiwa na mimba. Mwanamke anakuja tena kuteseka akija kujifungua. Anateseka na malezi na kukupa misingi iliyo bora mwanae. Na ndio maana sisi huwa tunawapenda sana mama zetu. Sasa ikifikia hatua Mwenyezi Mungu anamchukua, inaumiza sana kutoka moyoni. Huwa tunawaza mengi. Tunakuwa tuna uchungu maradufu ambao hauelezeki.
lakini yote kwa yote kazi ya Mungu inabaki kuwa ya Mungu. Sisi tumempenda, lakini tazama Mungu amempenda zaidi. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini pia nasikitika kwa kuwa nitashindwa kuambatana na ninyi kuelekea huko msibani. Kulingana na tiba zangu jinsi lilivyo hapa nyumbani pia palivyo, wewe nadhani mwenyewe unafahamu. Lakini naambatana na ninyi katika huzuni, katika kila hatua ambayo mnapiga, mimi nipo pamoja nanyi. Kwa hiyo nadhani nitakutumia kiasi cha fedha kidogo ambacho kinaweza kikawasaidia, au kama nauli huko mwendako. Naomba upokee endapo nitakupatia. Kwa hiyo tarajia kuona muamara kwenye simu yako kutoka kwangu muda na saa yoyote. Nitashukuru sana ndugu yangu, kwa sababu wanasema utoa ni moyo na sio utajiri, na tunasaidiana kwenye mengi sana. Kwa hiyo sio mbaya, nitashukuru sana kama utanipa msaada huu. Mimi acha nikuache ili nikafanya maandalizi ya safari. Kila laheri, Mwenyezi Mungu awatangulie nyote. Asante. Hii ni kafa jana, machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi yale yananifuata, tanijifiche wapi? Maisha nanifundisha kwa gharama. Kafa jana, lakini adabu ni leo. Nilitembea gizani nikidhani ni sawa, nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Marafiki walionya, sikutaka kusikia. Leo nimebaki peke yangu, nani atanisaidia? Nilitaka pesa haraka, heshima ya mtaa, sikujua njia fupi sina mwisho mbaya. Mapenzi yakageuka sumu moyoni, nikamini uongo, ukweli ukaniumiza ndani. Machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Samahani, simu ya mteja uliyempigia haipatikani. Maisha haya naripe, ulichokosea jana leo kinakufuata. Hii ni kafa jana, kafa jana, machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi yale yananifuata, hata nijifiche wapi? Maisha unanifundisha kwa gharama. Kafa jana, lakini adabu ni leo. Nilitembea gizani nikidhani ni sawa, nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Ulikuwa wapi? Yaani mimi narudi nyumbani kwangu, nafikia nje nakaa chini. Usitaki kujua nilitoka wapi? Maana hata wewe Kisofa alikuja hapa. Kisofa alikuja? Alikuwa anataka nini? Amekuja na anasema anaomba uachane na mkewe. Lakini mume wangu, unakosa nini kwangu? Huni hata kama unanitia aibu kwa mtaani. Naonekana kama sikupi chochote kile. Naonekana kama sikuridhishi eti. Haya. Tuachane na hayo. Natoka kwa kaka. Na najua ameshakwambia kila kitu kuhusu msiba. Si ndio? Amenipa taarifa ya msiba.
lakini naumiza kichwa sana juu ya hilo. Taarifa imekuja muda mbaya sana. Kiufupi sina hata shilingi 100 mfukoni. Na hapa kinachoniumiza kichwa ni nauli ya kutoka hapa mpaka kijijini. Yaani nakuelewa mume wangu. Ninacho kiasi cha pesa. Tunaweza tukakutumia hicho kama nauli ili tuende kwa msibani. Basi sawa. Ndashukuru. Tufanye maandalizi ili tuondoke. Hello? Yes, hello. Bila shaka nimekuingizia hapo shilingi 20,000 hapo kwenye akaunti yako. Shukrani sana kaka. Nashukuru sana ndugu yangu. Asante pia kwa kushukuru. Haya. Ni Shunda. Anasemaje? Nilipotoka kwa shemeji kupata taarifa hizo, nilipitia kwake pia. Na nilimwelekeza. Na nilimwelekeza kila kitu kuhusu safari yangu. Kwa hiyo amenifanyia muamala hapa wa nauli. Sasa basi mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Hiyo akiba yako ulionayo iache kama ilivyo. Mimi ngoja nikatoe hii pesa alafu tuelekee msibani. Hiyo akiba ulionayo kama tutarudi tutaanza nayo. Sawa. Acha mimi nielekee kwa wakala. Maisha haya yana replay. Maisha haya yana replay. Ulichokosea jana leo kinakufuata. Yaani hapa mjomba nakusalula, ni mdogo kimya kimya, alafu hamna ushahidi wa mtu yote kuona hapa. Sawa. Mimi ndio yatima basi. Wewe yatima unamiliki mbara kama hili, yatima unamiliki hili, namna gani mbaya ya kukuta yatima? Wewe. Yaani hapa kiufupi unacheza, unapochezaga sika umenielewa mjomba. Alafu unatembea vipi na mbara wauni, hatuna hata kisosote cha kutumia. Umeona ile njia? Yaani kule ndio unakoelekea. Nimesemaje? Kule. Tembea nikuachia. Niambie usigeuke nyuma kama uko kwa mganga hapa. Nimesemaje? Nakimbia sigeuke nyuma nipo kwa mganga. Kuba mbinyo. Unamiliki mbaya rafiki yangu, mimi sina hata kiswaswadu rafiki yangu. Sibona ningeenda na kumpa mampenzi. Atumie unatumia wewe mshamba akuja hujatoka bado. Vipi ndugu yangu? Kulikoni? Bwana sio kwema kaka. Yaani sio kwema kabisa ndugu yangu. Umenitumia muamala, lakini kipindi naenda kuutoa kwa wakala, hata kwa wakala sijafika kaka. Aisee. Nimekutana na jamaa sio jambazi, sio likatili, sio kibaka yule. Bwana anapiga mabao kama nyani. Hapa ninapokuambia mpaka saa hizi simu sina na hela ipo mule kwenye simu. Nimepola simu ndugu yangu. Yaani pole sana ndugu yangu. Na mara nyingi mtu anapokuwa na matatizo, basi changamoto nyingi sana zinajitokeza mbele yake. Mimi ninachokuomba usikate tamaa, sawa sawa eh? Kama hilo limeshatokea basi we utafute alternative nyingine ili mradi uweze kufika kule kijijini kwenye msiba. Lakini Shunda, hona sasa, njia ya kwenda nyumbani kwangu ni ile kule. Lakini nimeachana na njia ya kwenda nyumbani na kunja naenda nyumbani kwako, lengo ni kuja kwako ndugu yangu. Nadhani mwenyewe unafahamu. Mjini hapa mimi sina msaada wowote zaidi yako ndugu yangu. Kila jambo lako la kwangu, la kwangu lako. Nakuja tena baba, nipokee baba. Nisikilize rafiki yangu nikwambie, hata mimi nimetoka nyumbani kule kama unavyosema. Naenda hivi kuhangaika at least walau nipate chochote kitu. Mimi nilivyotoa jukumu la kukabidhi ile pesa, nimejikuna paliponiwasha. Kama kisu kimegonga kwenye mfupa. Nimetoa tu kwa sababu wewe ni ndugu yangu na umekumbwa kwenye matatizo. Ile ni akiba yangu ya mwisho ambayo nilibaki nayo ndani.
Sasa hiyo pesa nyingine mimi naitolea wapi ndugu yangu? Jibu ni kwamba sina. Wewe ni mtoto wa kiume hapa mjini. Kwa swala kama hili usilikalie kimya. Kimfacho mtu chake unafahamu Chukua chochote kilichokuwa cha kwako. Kekerehani. Siku utakapokuja unapata pesa, unarejesha. Nadhani utakuwa umenielewa. Kwa hiyo mimi hapo yani usijali, sawa. Na tukizidi kukaa hivi unapoteza muda. Kwa hiyo muda huu utumie kuchanganua, tafuta alternative yoyote ile uipate hiyo fedha. Nisikucheleweshe. Samahani sana brother, samahani sana. Mimi hapa niko na namba langu ile hapa mwanamke nyonga. Nilikuwa hata kama dusko ile hapa. Unajua nimemninginia ng'ombe mbele pale. Ukiuliza how many days in the week linajibu 7 days. Niko hata kama mazingira madusko. Aje? Wewe umechanganyikiwa au? Nakuuza umechanganyikiwa. Yaani mimi nataka kununuza simu ya wizi. Hivi sura yangu unaionaje mimi wewe? Mimi ni handsome kasoro matunzo. Sijawahi kununua simu ya wizi hata siku moja katika maisha yangu, ushaelewa? Usakuniingiza jela mimi, ushaelewa wewe? Tena ukiona sura hii, sio sura ya kibaka. Nitakupiga kelele wizi sasa hivi. Unaiba simu yako unaleta mimi, wewe simu umenunua wapi wewe? Haya simu unaduka. Sura hii kashoka, simu unaduka wewe mpaka nakununuza mimi. Lakini sasa brother sio unapiga makelele mpaka watakuja sanzi tena ndugu yangu, shida iko wapi tena hapo? Sio ile hizi nasemaje? Wewe ukiiba kauzia jinga wenzako sio mie. Mambo ya GPS ndio kama tuambie nikaejela. Nasemaje? Mwizi jamani Nyoko nini? Mwizi! Chizi nini wewe? Ulichokosea. Koma kuniletea mazoea kama hayo. Nendeni kwa tafseni hao wajinga wanataka kununua simu bei rahisi, alafu na wakauze bei kubwa. Lakini mimi hapa niliweka maabusu kwa sababu ya simu. Siwezi kununua simu ya mkononi. Nilitembea gizani, nikidhani ni sawa. Nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Marafiki walionya, sikutaka kusikia. Leo nimebaki peke yangu, nani atanisaidia? Nilitaka pesa haraka, heshima ya mtaa. Sikujua njia fupi sina mwisho mbaya. Mapenzi yakageuka sumu moyoni. Nikamini uongo, ukweli ukaniumiza ndani. Machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Vipi? Kwanza mbona umechelewa? Kutoa hela gani kote huko? Mke wangu, wanasema siku ya kufanyani hakuna tawi lisiloteleza. Yaani kwangu imekuwa matatizo juu ya matatizo. Kipindi natoka hapa naenda kwa wakala, hata kwa wakala sijafika. Nimekutana sijui na kibaka, sijui mwizi. Amenipola simu yenyewe. Pole mume wangu. Pole. Maana ni majanga juu ya majanga. Lakini si unakumbuka nilikwambia kwamba kuna kiasi cha pesa ninacho? Ni kweli. Sasa tunaweza tukakitumia tena tu kama nauli ili tupate kwenda kwa msibani. Sawa, hamna shida. Hata hiyo pia imekaa vizuri. Si sawa. Mimi nilikuwa naandaa kama ulivyoniambia niandae vitu, mizigo yetu ili tuweze kwenda. Sasa na wewe umerudi, tufanye tu maandalizi pamoja. Sawa. Unanifundisha kwa gharama, kafa jana, lakini adabu ni leo. Nilitembea gizani, nikidhani ni sawa, nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Marafiki Samahani sana blaza. Bila samahani. Ndio. Mimi hapa wanasemaga kimfacho mtu cha kwake. Mimi na yangu hapa, Yesu unajua zile pale mjomba wangu, mimi nataka nisukume. Nivona rangi hiyo hapo, rangi ya maka nini mwanangu, udongo wa Madina. Nikasema acha nikuuzie mwanangu mbaya. Mimi nataka shilingi 150 tu, shilingi 15.
Inaonekana mpya kabisa. Hiyo kinanda hiyo mjomba, hiyo kinanda ninavyokuambia ya kwa kumi mwenyewe ninavyokuambia nimeitoa dukani. Haina hata miezi mitatu nimeitia sticker tu. Sticker hiyo. Basi sawa. Nipunguzie hata 5,000 katika hii. Afu mjomba unachukulia poa kweli kicha wangu. Rafiki yangu nimeikutolea shilingi 5,000 na kama biashara nyanya masalo nini mjomba. Hiyo ya kwenda ujue sikuficha unapangusa na dole gumba. Fingerprint, ite fingerprint. Fingerprint hiyo na kila kitu. Bwana sio kwema kaka. Yaani sio kwema kabisa ndugu yangu. Umenitumia muamala, lakini kipindi naenda kuutoa kwa wakala, hata kwa wakala sijafika kaka. Aisee. Nimekutana na jamaa sio jambazi, sio likatili, sio kipaka yule. Bwana anapiga mabao kama nyani. Hapa napokuambia mpaka saa hizi simu sina na hela ipo mule kwenye simu. Nimeporo simu yani. Sawa, haina shida. Mimi nitainunua. Ila ngoja kuna mtu kidogo nimpigie, huyo ana pesa yangu. Kwa hiyo nitamuelekeza hapa nilipo, atakuja basi nitakukabidhi pesa, nitainunua hii simu. Texas. Samahani, simu ya mteja uliyempigia itakuwa mtandao. Ngoja tena. Samahani, simu ya mteja uliyempigia haipatikani. Sasa labda nikwambie tu kitu kimoja. Huyu mtu ambaye nimempigia sasa hivi ambaye hapatikani ni mke ambaye mumewe ndiye mwenye hii simu, ni rafiki yangu. Kwa hiyo hii simu ni ya wizi na wewe ni mwizi. Hata nikikutazama sura yako imekaa kiwizi. Sasa nasema hivi, mindhari hii simu ipo kwenye mkono wangu, basi mimi naondoka nayo hii simu, naenda kumrudishia mwenyewe. Oya. Mimi mwanangu ujue sichambi maneno ujue kicha wangu, afu mimi nishauza roho mwanangu, bismillah bibadina omboy unasemaje? Sasa sinaongea Kiswahili tena chepesi au unielewi au? Wewe mwizi. Wewe tamasi. Mimi mwenzako siwezi kwanza nikatulia. Wewe unataka kuniambia kwamba eti hii simu ubaki nayo? Wewe una akili wewe mjomba? Unajua nimeuza roho kiasi gani wewe kubambinya? Nisikilize nikwambie. Kama issue ni simu, sio chukua. Wewe umeshafanikiwa kuichukua kwa mwenye nayo. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni mzembe, ni uzembe tu wa kwake. Sasa ni kwa nini unataka kunichoresha? Nakuuliza ni kwa nini hayo? Sitaki nitumie nguvu wala nini mjomba. Sitaki hata shilingi yako katika mfukoni, ninachokitaka mimi. Kwa sababu ulitaka kunichoresha juu ya hii simu na simu iondoke. Nataka simu yako iko. Basi. La kutoboa utumbo. Toa utumbo. Utatoa utumbo mimi. Utumbo moja kwa sina. Wewe jamaa simu. Amna simu nyingine. Basi baba. Tembea naye. Shenzi. Watakuleta tena ushangingi rafiki yangu mbele ya masela wewe nini mjomba zako tushapoza nataka kwenda ukachoresha. Mafia roso gitaa. Yo. Habiba ni nani? Habiba ni nani? Maisha haya yana replay. Mume wangu nakuuliza wewe.
Habiba ni nani? Mke wangu. Mimi na imani Shunda alishakuja hapa na kujielezea. Kwa hiyo kuhusu Habiba ni yeye ndo mhusika, alitumia tu simu yangu kuchati naye na ndio maana. Kwa hiyo ukweli wa mume wangu natakiwa nije niambiwe na Shunda. Shunda yeye ni nani kwetu? Shunda yeye kama nani? Sasa hivi naongea na wewe hapa ndani, mume wangu. Niambie ukweli. Habiba ni nani? Mimi sidhani kama una sababu ya kukuogopea kwenye hili. Na ndio maana mimi nilipokuona umeshika simu yangu, nikajua kabisa huyu atakuwa anasoma meseji za Habiba tu. Na mimi nikaona kabisa Habiba sio kosa langu mimi. Ona, sijataka kuja mimi kama mimi. Nikasema ngoja nimfuate Shunda, akaongea na mke wangu kwa sababu yeye ndo ana uwezo wa kunigombanisha mimi na mke wangu. Na sijui nini Shunda alikashindwa kufuta services za mke wake. Yaani anatafuta tu matatizo. Wewe. Hivi huoni hata macho yako yanadanganya? Huoni hata sura yako haiko sawa? Na kujua kwa sababu nimeishi na wewe kwa muda mrefu. Ninakuelewa. Sijaanza kukujua jana wewe. Hivi ukoje wewe? Ukoje lakini? Ni lini utaacha hizo tabia? Ni lini utakaposema hapa nakaa natulia na mke wangu ndani ananiridhisha, nimeridhika naye? Ni siku gani? Ni siku gani lakini wewe? Unanichosha. Kumbuka na mimi ninao moyo. Nachoka. Sasa yani navumilia lakini kuna wakati nitasema basi. Unanichosha na vituko vyako. Kila siku wewe. Wewe tu. Shunda, yani maswala yake kuchati na wake zake kwenye simu yangu afu yanasababisha matatizo hivi. Sitaki tena. Manake naonekana mimi mzinzi, naonekana malaya kwa sababu Shunda. Naomba usimtaje yule Shunda hapa. Kwa sababu najua hii simu ni ya kwako. Huyo Shunda hapa hausiki. Si haumjui Habiba? Haumjui kabisa, si ndio? Kumjua namjua, ni mke wa Shunda, lakini mimi ndo wema tu ndo unanifunza. Wewe si haumjui Habiba? Humfahamu kabisa. Nitafuatilia mwenyewe. Siku nikimfahamu, nikimjua ni nani kwako, mume wangu, sijui nitasema nini. Maisha haya yana replay ulichokosea jana, leo kinakufuata. Haya, nijuze kilichotokea kijijini. Huko kijijini ni kwema, lakini pia sio kwema. Ni kwema kwa sababu mama haja. Yuko hai mama yako. Tena ni mzima tu na wa afya tele. Lakini sio kwema kwa sababu mlengwa mkubwa wa hii safari alikuwa ni wewe. Yaani wewe ndio ulikuwa unahitajika ufike kijijini kwenu. Ni muda mrefu umepita kuja pakanyaga. Wametumia kila njia, kila mbinu ufike nyumbani, lakini zote zimeshindikana. Mpaka walipofikia kutumia hii mbinu ya kumuua mama yako, walijua fika utaenda. Lakini pia hola, mume wangu, huo moyo mgumu utakuwa mpaka lini? Yaani nimefika kijijini mpaka nahisi haya. Nilijua nafika tu na kuingia msibani, lakini nafika naingia kwenye nyumba ya watu wenye furaha zao na vicheko vyao. Huzuni iliyowatawala ni wa wewe kuto kuonekana. Ajabu nimefika mimi mtu ambaye hata sihusiki.
mhusika mkuu ni wewe, haupo. Na mama amenieleza kila kitu, kwamba unamhisi yeye ni mchawi. Unawezaje kumhisi mama yako mzazi mchawi? Ameniambia kila kitu. Vile ulivyoviona sio kwamba ni vitu vya uchawi. Yale ni masuala ya kimila, huwa vinaachwa tangu enzi na enzi. Baada ya wewe kumuona akiwa anavitumia, ndipo ukahisi labda ni mchawi. Kiuhalisia mama si mchawi, wala hajui uchawi mwanamke wa watu. Unamhukumu mama yako bure. Rudisha moyo nyuma, mume wangu. Nimekuelewa. Cha kwanza mimi nashukuru tu kwa kuwa mama yangu ni mzima. Lakini pia swala la mimi kutoa mguu wangu hapa na kwenda kule kijijini haitowezekana habadani Athlan. Mume wangu, nimemaliza. Maisha haya yana replay ulichokosea jana. Haya sasa, wakaa na mtoto wa mtu kwao hataki kwenda. Nikipatwa na jambo mimi nakimbilia wapi? Leo kinakufuata, hii ni kafa jana, kafa jana. Machozi leo, ukweli unauma kuliko adui. Kafa jana, maamuzi yale yananifuata, tanijifiche wapi? Maisha nanifundisha kwa gharama. Kafa jana, lakini adabu ni leo. Nilitembea gizani nikidhani ni sawa, nikacheka na dhambi, nikapuuza laana. Marafiki walionya, sikutaka kusikia. Leo nimebaki peke yangu, nani atanisaidia? Nilitaka pesa haraka, heshima ya mtaa, sikujua njia fupi zina mwisho mbaya. Mapenzi yakageuka sumu moyoni, nikami